Aliwahi kujisemea rais wa zamani wa Msumbiji, Mozambique, akasema kwamba if one day you see European praising me, it means that I have betrayed you. Huyo alikuwa ni Samora Machel, rais wa zamani wa Msumbiji, akiwa na maana ya kwamba ukiona siku moja wazungu wameanza kumsifia, ukiona sifa nyingi zimeanza kumiminika kutoka kwa wazungu, hii inamaanisha nimeshawasaliti. Mara moja acheni kuniamini kwa sababu tayari nitakuwa nishakuwa msaliti. Na huu ndio ukweli ambao utaendelea kuishi leo, kesho na hata kesho kutwa. Hakuna namna ambavyo wazungu wanaweza wakapendezwa na kiongozi bora barani Afrika na wakaanza kumwagia sifa. Kiongozi bora barani Afrika ni yule kiongozi ambaye atakuwa na wivu wa kweli juu ya mali na rasilimali za bara la Afrika. Katika namna ya kuweka wivu ule ni pamoja na kuzuia rasilimali nyingi za Kiafrika zisiondoke kizembe kwenda katika mataifa mengine ya Ulaya pamoja na Marekani. Mataifa mengi ya Ulaya pamoja na Amerika yanaitegemea Afrika kwa kiasi kikubwa mno, ingawa hawako tayari hata kidogo kuadmit au kukiri kwamba wao wanaitegemea Afrika. Wanaitegemea Afrika kwa vitu vingi sana. Wanategemea madini kutoka Afrika, kuna malighafi kibao za nguo, viatu, nini. Wanategemea kwa asilimia kubwa kutoka barani Afrika, hasa madini. Lakini hawako tayari kwa namna yoyote ile kukiri kwamba sisi tunaitegemea Afrika. Hawako tayari. Na wamekuwa wakiitegemea Afrika sio kuanzia leo, kuanzia kipindi kile ambacho walikuwa wanachukua kwa nguvu, kipindi cha ukoloni, mpaka kipindi hiki ambacho wanachukua kwa nguvu ya siasa, wanachukua rasilimali za Afrika kwa nguvu za siasa, lakini bado hawako tayari kusema kwamba we depend on Africa. Kwa kiongozi yeyote atakayeonekana kuziba mianya ya wao kuchukua rasilimali zetu za Kiafrika kwenda kufanya kile wanachoweza kufanya Ulaya pamoja na Amerika, halafu baadaye wakirudishe kwetu kama industrial goods, vitu vya kutoka viwandani, watuuzie kwa bei kubwa, mtu yote ama kiongozi yote atakayewazuia hawako tayari kumvumilia. Ni lazima watampa skendo ya ubaya. Lazima mtaambiwa huyu ni dikteta, lazima mtaambiwa huyu anakiuka haki za binadamu. Lazima kutawekwa vitu vingi sana vya hovyo pale katikati, ili tu mchukie nyie rais wenu, msimtake tena, na wao waweke kiongozi wao wanayeamini ya kwamba huyu atatufaa. Chaguzi nyingi barani Afrika zinakuwa nyuma yake kuna mkono wa hawa watu ambao hawawezi kuishi bila bara la Afrika. Kwa hiyo wanachomeka viongozi wao. Sisi tunapiga kura huko, tunakuamini ya kwamba tumemchagua kiongozi wetu, kumbe ukweli ni kwamba tumechagua kiongozi wa kuwanufaisha wazungu. Kwa hiyo ishi na hiyo. Uhitaji kuambiwa kwamba huyu ni kiongozi mzuri sana au huyu kiongozi ni mbaya sana na mtu mwingine yeyote yule. Unatakiwa tu wewe mwenyewe kuangalia kigezo cha kwanza cha kumpima kiongozi mzuri barani Afrika ni kuchukiwa au kutokufurahiwa na mataifa ya Ulaya pamoja na Marekani. Kiongozi ambaye hafurahiwi na hayo mataifa, kuna asilimia kubwa, hatudhibitishi kwa asilimia 100 kwamba ni kiongozi bora, lakini ikionekana anachukiwa na mataifa ya Ulaya, kuna asilimia kubwa kwamba huyu kiongozi ni mzalendo na analipenda taifa lake na pengine anaipenda Afrika na anapambana kuhakikisha rasilimali za Afrika zibaki kwa ajili ya kuwanufaisha Waafrika. Lakini ukiona kiongozi wako anashangiliwa sana na wazungu, anafurahiwa, matuzo yanaandamana, sijui tuzo ya nini, amani, sijui tuzo ya nini wamempa yeye, hapo kuna shida. Hapo kuna shida mwanangu. Kwa hiyo akili mkichwa bro. Haihitaji mpaka uambiwe huyu sio kiongozi mzuri na watu wengine. Kuna wakati pima pia kwa kutumia hicho kigezo. Hicho ni kigezo mojawapo kizuri cha kumtambua kiongozi wa kweli, kiongozi mwenye mapenzi ya dhati, kiongozi mwenye uzalendo wa kweli barani Afrika. Nimemaliza.